msikilizaji kokote uliko katika uso wa dunia. Hii ni Radio Mtitigo, idhaa ya Kiswahili inayokushehenezea taarifa moto moto kupitia mtandao wa kijanja wa internet, huku ikizingatia uweledi na uadhimu wa lugha ya Kiswahili. Katika taarifa hii mimi mwanahabari Harrison Oluoch nimejivisha nira kukupakulia habari kwamba baada ya matokeo ya uchaguzi mdogo wa wadi ya Chwele Kabuchai jimboni Bungoma, sasa ni dhahiri shahiri kwamba gavana mchapakazi wa Trans Nzoia George Nyongesa Natembeya amempiku spika wa bunge la taifa Moses Masika Wetangula katika siasa za jamii ya Wabukusu na siasa za jamii pana ya Waluhya kwa jumla. Kwenye uchaguzi huo, mgombea aliyeungwa mkono na Natembeya alimbwaga mgombea aliyepigiwa debe na Wetangula, hali ambayo imemfedhehesha Wetangula na kumdunisha kisiasa, kwani wadi hiyo ya Chwele Kabuchai ndiyo wadi anakotoka spika huyo wa bunge la taifa. Punde tu baada ya matokeo hayo kutangazwa, wakazi wa Chwele Kabuchai walitoa maoni yao. Mimi nataka nishukuru Natembeya na slogan yake. Hii slogan itafagia Ford Kenya. Ford Kenya itakwenda. Watu kukula wanashiba kwa niaba yetu. Saa hii tumesema hapana. Bungoma County, si tunaomba watu ya Bungoma waamuke chini vile Kabuchai Chwele imefanya, tuchague leaders ambao wanafanya kazi. Kabla ya uchaguzi huo kufanywa, gavana wa Bungoma Ken Lusaka aliyeongoza kampeni za mgombea aliyeungwa mkono na Wetangula alikuwa akiongea kwa madaha na majivuno, lakini sasa yeye pamoja na Wetangula wamelazimika kufiata ulimi na kufiata mkia. Mpenzi msikilizaji, hebu sikiliza jinsi Lusaka alivyokuwa akiongea kabla ya uchaguzi huo. Tunaenda kuvamia Kabuchai kama nyuki. Under my leadership. Na nataka niulize all MCS wa Ford Kenya. Tuko 29. 19 elected, walikuwa 20 now minus Mkhongo 19. Na wale wengine nominated. All of us will be in Kabuchai. Uvone na abirra wae. Ligas abirra wae. Kila MCS asirekere namna hii. Na someone ni mcommand send say Kabuchai. Because hatutaki kuleta aibu ati mahali ile ward ya speaker wa National Assembly ati ana yule mtu mwingine tu ndiye amepita huko kura another party. Hiyo tutakuwa tumeleta aibu sana. Let us not embarrass the speaker of the National Assembly, because he's respected all over and respect must come from the ground. George Natembeya alifanya kampeni ya kijasiri na kisogora katika wadi ya Chwele Kabuchai, ambako majambazi waliodaiwa kukodiwa na Lusaka na Wetangula walijaribu kumuua Natembeya, hali iliyochokora mzinga wa nyuki na kupiga jeki ari na hamasa ya wapiga kura kumtema mwanasesere wa Wetangula na Lusaka kwenye uchaguzi huo. Mpenzi msikilizaji, sasa na kuacha ukimtazama na kumsikiliza komando wa siasa za eneo la Magharibi, mwana anthropolojia George Nyongesa Natembeya. Watu wa Chwele Kabuchai muko na jukumu kubwa, ila hamjawahi kuwa naye katika maisha yenu tena. Kama uko na kitambulisho, amuka asubuhi uende upige kura ya kukomboa mtu anaitwa Muluhya. Tumeelewana watu yangu? Mimi nimetoa roho yangu kama vile Yesu alitoa roho yake ili watu wake wapone. Mimi Ruto akiniharas, Wetangula akiniharas, Mutavati akiniharas, mimi sijali as long as watu wangu jamii ya Muluhya mnaondoka kwenye lindi la umaskini. As long as niko kule mbele, mjue mko na mwanaume ambaye haogopi. Wala ambao wao mnaenda mnaongea na Wetangula, enda ambia Wetangula kwamba Natembeya alipigana na majangili Rift Valley. Amepigana na majangili Isiolo.
Amepigana na watu ambao wanabeba bomu. Asiniletee watoto kuja kunipea mimi na nipini. Mandela blood factor. Amebumbavu. Sema watangu na kumbavu. Mwambie yeshezi. Mwambie awache ujinga. Awache ujinga. Wangu baro sema watangu na awache ujinga. Yeye ni Speaker wa National Assembly. Yeye ndiye anachea mkutano ya wabunge wote katika taifa la Kenya wakiunda sheria, si ndio? Yeye anatakana kuwa mtu wa kwanza kurespect sheria. Hawezi kuwa mtu wa kwanza kuvunja sheria, si ndio? Na kama IEBC wako independent, ile tendo ambayo imefanyika leo kule Mugwea, lazima yule candidate wa Ford Kenya akuwe disqualified. Hapo ndio tunajua kwa ukweli kwamba Kenya hii is governed by the rule of law, si ndio?